again, we are Wamama wa Mashinani from Machakos, ready to present to you some songs. Sit back, relax, and have a banana smile. Welcome.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Josephine Mumbua Ndenge. Nimeokoka, Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu. Hii ni kikundi inaitwa Inua Maisha ya Mama Mashinani Jenga Taifa. Na mimi ndio director Kenya mzima. Nimesimamia wamama na kwa sasa niko na count 28 na ninaendelea na kusikanisha wamama. Na Mungu ameniita nilete wamama pamoja na ninaendelea na kuwalete pamoja na atatupeleka mbali. Barikiweni. Jirani yako kama unampenda hebu msalimie, kama unampenda hebu msalimie, kama unampenda salimia mwingine, kama unampenda hebu msalimie. Jirani yangu jirani nakupenda, Thank you. Wapigieni makofi. Ni wamama wazuri kutoka Machakos, Masaku. Wanaita utana? Ukamba wa Masako. Asante sana, Mungu awabariki. Naona watoto hapa wamejitayarisha. Na hii ni jeshi ingine inakuwaga na vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni watu wanakuwaga na vita sana hawa. So ndio tumalizane na wao waende wakafanya kazi zao. Hizi vikope zao lazima tuodoe hapa. And because this is a new month, mwezi mpya, tarehe mpya, tarehe moja, it is always we thank God because of what he has done in our lives. It is always we thank God and celebrate the blessings. Boss, tengeneza hapa. These ones. Yeah, and we thank God because of his favor, his blessings. Tunafurahia, si ndio? Si ndio?
Ndio tunasema. Unajua watu kama sisi na mimi na wewe, birthday mlizionagia, mlisikiaga kwa TV. Na ile wimbo ilikuwa na wimbo ya happy birthday. Hiyo ndio ile kitu unajua. Mimi nilienda embassy nikaulizwa, what is your birthday? Nilikaa kama dakika 2 nikifikiria. Sasa ya ajabu, tukienda sasa kuchukua visa za green card, sababu sisi ni watu wa green card na siringi, nikaulizwa birthday ya watoto wako. Niliwaambia nipatieni 5 minutes. Nilitoka nje kupiga simu kuuliza Samia alisaliwa siku gani. Kurudi tena nikasahau, sikukumbuka kuitisha zote. Sababu kama ningejua ningeuliza ya Dan, ningeuliza ya Joroge, ningeuliza ya Wai, niende na list yote. Sasa nilienda tena nikaulizwa huyu naye alizaliwa lini, nikasema ngoja kidogo nikipie. Sasa hii kitu ndio nilikuja kujua si kitu ya wanaume. Birthday si kitu ya wanaume, ni kitu ya wamama. Kwa sababu unauliza tu mama, anauliza fulani siku nini? Alizaliwa lini? Anakuambia mpaka dakika na saa. Saa 6 usiku ilikuwa dakika 6. Sasa unashindwa hii kitu anawekaga kwa kichwa. Hanaga mambo mengine ya kuweka kwa kichwa. Sasa ndio nikaambiwa wanawake wanakuwa na memory mara ngapi? Moja iko hapa na kuna ingine iko hapa. Hii ni ya kuona na ya kufikiria kule mbele venye tunaenda. Lakini hii is the most dangerous. Hii ni memory ya kuweka. Na sasa ukitaka kujua kitu ulifanya 1999 mkiwa na huyo bibi, chokosa yeye. Chokosa yeye kidogo, muonyeshe yeye ni mjiga, muonyeshe yeye ni kubafu, muonyeshe maneno. Atafungua memory ya hapa. Atakuambia mpaka tarehe 14 October 1998. Venye unakumbuka venye ulikuja ukaniita mimi ni mjiga, ukafikiria mimi ni mjiga, nikakunyamasia. Januari ya 2001 tarehe 8 saa 8 usiku uliamuka ukaanza kunitusi. February tarehe 2002 tarehe 7 ulikuja ukasema mimi ni mjiga tena, ukarudia ile tu ulirudia, ukafikiria mimi ni mjiga. Mimi nakumbuka tu. Sasa ndio unajua these people they can keep your information. Huyu mama tembea na yeye kwa unyenyekevu na kwa uangalifu. Kuna siku atakufungulia chapter yako yote. Unashindwa hakuna kazi nyingine anafanyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu aliwaumba hivyo. Na sisi wanaume tuko na akili mingi ya hapa. Inaangaliaga kule mbele. Ninaweza kukufanya kitu 1 hour ago. Na hiyo kitu initoka kama mimi nakuwa na makasiriko ya haraka, lakini nilisema kutoka leo ni kutoka lini nilisema? Kutoka Friday. Nilisema makasiriko imenitoka. Imetoka hapa kubwa sana. Makasiriko sitakuwa nikikasirika, nitakuangalia tu. Na unajua afadhali makasiriko kuliko silence. Afadhali makasiriko. Kwa sababu utajua na utajua venye utajikosoa ama venye utajinasua. Lakini nikiiweka hapa, nikuwekee hapa, nikiwa hapa nikuwekee hapa na ninyamaze, itakukula na hakuna mtu atakuja kukunasua. Afadhali nikwambie wewe niongee yangu baya kabisa. Utaenda siku moja kwa pastor useme kuna siku moja pastor wetu alizungumza mambo makali akiwa kwa madhabahu. Huyo atakusaidia. Kama hako na mafuta iko juu yangu atakusaidia. Lakini ukiacha hivyo nimesema sasa wacha hiyo ni vita nimebadilisha. Hiyo mnafaa kuomba nirudishwe makasiriko. Kwa sababu hiyo ni vita nimebadilisha, nimeenda silence. Na nikienda silence itakuwa nikikufinya tu mtu kicheka na wewe. Bali yako. Lakini uko ndani ninakuita shetani. Lakini hapa ninaweka mdomo. Simesikia tutabasamu kama nini banana. Ama sivyo mmesema? Ama mama Saku amesema tufanye nini? Kama tusimairo kama banana. Banana nasemairaga aje? Hivi. Kube. Yes. Sasa I have a son. One of the many sons and many daughters.
I would like repeating it that way because kuna watu hapa wanakuwa na mambo mingi, wamekuja badala ya kuja kusikiliza neno yangu ile nawahubiria, wamekuja kustudy this man. They know this man in and out. They know this man ni mrefu, ni mfupi, this man is smiling, this man ukiona mpaka wanajua ukiona natembea hivi ujue akona kitu ina stress iniko. Ukiona naenda hivi anasema kuna kitu iko fulani. Endeleeni tu because sisi watu ambao tunaenda biguni tunaendelea kusoma. Sisi tumesoma kabisa. Tunaendelea kusoma, wewe endelea kugojea huyo unafikiriaga. Endelea kugojea. Utaogoja. Utaogoja. Wewe ni kama fisi. Sema fisi. Wewe unaongoja. Wewe ni kama nini? Najua fisi ndio ikuje ibadilishe ione ni kasiburi inafanyanga. Iliona mtu akipita for the first time. Iliona mtu akipita. Sasa huyo mtu alikuwa anadaje? Sasa fisi ikaona hii mkono inaweza kuanguka anytime. Sasa fisi kwa ubali ilikuja ikifanya ikinua kichwa hivi. Wenye mkono inaenda hivi na hiyo. I think hapo ndio Masai walitoa ile wimbo yao. Sasa fisi ilifuata. Fisi ikafuata, mtu anafanya hivyo mkono. Mkono hii kuanguka. Mtu akaingia kwa gari, akaenda, fisi karudi nyumbani. Sasa ndio nasema Jeroge kuja. Jeroge is my son. Si unaona nakanyaga tu kama mimi? This is my son. Huyu kijana niko na historia kubwa sana na yeye. Because nililetewa na mama yake akiwa na miezi 9, si ndio? Na nikaachiwa. Huyu kijana tulilala na yeye kitanda moja nikimfuga diaper. Kamenikunia sana kaka mtu. Na nimekalea kakakojoa kwa kitanda, nikarudi nikakatoa hapo, akasema wakati kalikuwa akasema akataki kulala kwa kitanda yangu, ni kwa bedroom yangu, nikapanua nikaweka kitanda pale. Kakalala huko, kakalala tena, nikakuja kamekatalia sitting room. Nikakuuliza ni nini? Nataka kulala room yangu. Nikamwambia sasa utalala room yako peke yako? Kaniambia si hata kina Dani wanalalanga peke yao. Nikajua huyu mtu amekuwa nini? Mwanaume. Si ndio? Huyu ndio tumekaa na yeye kwa nyumba tukipika. Huyu anajua kupika ugali, anajua kupika githeri, anajua kuingilia kwa dirisha nyumba kama imefungwa, kwa sababu kuna wakati nilikuwa naenda kulewa ametoka shule, amewachwa na basi, sasa anaingia kwa kamonya kama paka, ana drop kwa nyumba. Sasa nikikuja saa 8 usiku nakuja kumuuliza ulikula? Nilichamsha mchele hapo. Kumbe alikuwa anajua mchele na pimago na glass. Unaweka kwa maji, unaosha, unachamsha, unakula. So alijua kupika akiwa na 6 years. Hali gumu. Sema hali gumu. This is a man ambaye na kwenda Amerika ulianza kwenda ukiwa na miaka ngapi? 3. Peke yako. 3. Huyu alianza kwenda Amerika akiwa na miaka ngapi? 3 peke yake. Bwana asifiwe sana. Alone. Anaenda, anafika huko na anarudi. So wewe unalika na hata hujaenda hapa kwenu Kagudo. Huyu ameenda mpaka huko. Huyu anaenda mpaka huko na anarudi. Bwana asifiwe sana. So this guy is a good friend of mine. And anasoma hapa juu. Hapa tu juu. Na ako class 8. Na anaenda kufanya exams this year. Apart from the exams, akitoka kwa exam, kuna mahali tutampitishia atengenezwe. So he becomes a man. This man was left to me when he was only 9 months. This guy is getting 14 years. Na hiyo ndio swali ile kubwa na ulisaga. Huyu ni mwanaume anaenda kukatwa na 14 years. Sasa wewe urenda guka gwakwa, utuike mutumia wakwa, uke wiki atia, nipatie reason unakuja kufanya nini?
jiulize tu swali, niki uroka gwika uroka kundeithia na ki wako ni hihite mairi ni hurite mathugumo ri uyu ni ndirugire na ngamufundithia kuruga ri na akerugire na miaka 6 ri kiri uroka guka gwakwa niki uliona ka nguo yakwa ina giko uliona nguo yakwa ina giko mwanake oni uliona tena giko mwanake oni murugire ni ora murugagira no tulisane tu maswali sibo unakuja kufanya nini niambie tu kwa sababu kama kuna kitu kingine nijue kuna mahali sijaingia, kuna klasi nahitaji kuingia ndio niingie ama namna gani huyu mwenyewe huyu dage wetekelia huyu kama hiyo dali yako ndo caption atenekolire mbere inyo ndiatu no uradungataga ateke waninagira stress kirafu ukiinuka nikio mwana ageragira dirisha no riu ri uri ninagira stress kumugakora nyumba kwina mundu happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday kujeni watoto kujeni hii kesi si wasani nayo kujeni the stress kuja aka kijana nikamanga kalete tu kale kegide kanaruka leo akakuletwa kujeni watoto kujeni nyote kuje tumalizie stress hapa sasa watoto kujeni time yetu si kujeni hapa ondoa hii kuja hapa wewe yes happy birthday sasa hakuna mama ya kuja kukata keki kweli ngoja Kai, kupe kuna hitajika mtu. Sasa hakuna mama ya kuja kukata keki. Kwa sababu mwenye ati nimesema sitaki. Jaro, tutashindwa na hii kazi. Tufanye hii kazi. Ngoja. Ati wanasema hatuwezi. Waambie tu. Habari zenyu. Naitwa Alvin Joroge, imeandikwa pale. Nimebarikiwa. Kwa midterm narudi shule Tuesday, nataka tu mniombe mpite tu hiyo exam. Kama naweza tu mnitumie tu success card. Ni Green Garden hapo karibu na Kiambu hapo. Kiambu. Green Garden schools. Green Garden school sio ya Rongai. Sio ya Kikuyu lakini ni ya Kiambu main school.
is a sub county. Sasa umejua. So wanatakaje wakutumie green card? Umeambiwa majina yao? Au wakutumie kadi? Success card. Amemaliza na kuaga mtu wa maneno mfupi. Kwa hivyo kama unajitaka uko ni urenda prepare. Wao wengine anaitwa Dan ni Ami ako state gani? Maryland, anaendesha chopa. Huyo ni mbaya. Huyo ndio sura baya, yani si sura ni mzuri kama hii, lakini kuna maswali utajibu. Maswali mingi. Huyo mwingine anaitwa Sami, ni mommy's boy. Huyo sasa huyo ndio mbaya zaidi. Msikia mtoto akiitwa mommy's boy ni mbaya. Huyo mwingine anaitwa hadi nako kaka. Nancy kameda pikuja. Nako haka nikatoka ka polisi, mamake ni polisi. This is my daughter also. Toeni picha. No, naangalia amufani lakini mapua ni yake. Kuna kengine hapa kuja. Nyabura kuja hapa na nani amefika? Susi Waboy bado hajafika, they are on their way, and many more. They are about it. Muko kama wangapi hivi? 11. Kama 11 wale mnajua. Oh. Toto mnakuaga 18, lakini kuna wengine wako Japani wawili wanakuja. Sasa mtakuwa 20. Alafu huyu ni wa mama tofauti, wote ni mama tofauti, lakini wako kitu kimo na wanapendana. Ukigiria huyu anakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Because wakati nilikosana na mama zao, I want to make this, and it's always good to speak it na watoto, ndio wasiende wakaulize maswali, mbona dadi hayuko? Una keep them wajue ya kwamba they were born, na wakati walizaliwa walikuja dunia hii, na either way mimi sikuwezana na sikuweza kukaa na mama zao because of reasons that I have and I explained to them. Si unaelewa? So all this they understand. I make them to understand that I was not that good father. I could not be able to handle the situation as per to that time. So that hawa na wao wanapoendelea wajue rectify the mistake of their father. I made a mistake, but they are not a mistake. Bwana Yesu asifiwe sana. So they will not be able to struggle. Hawatukaingia katika kustruggle, katika kurectify marriage zao ama kutengeneza marriage zao. I am a billboard to them. Waone makosa yote ambayo nilifanya, wasirudie. Lakini nikiwaficha, nikiwaambia mama yako ni mtakataka, mama yako alikuwa hivyo tu, nianza mama yako ni mjinga, I'll be very stupid here. Because mimi ndio nilikosana na mama yake, yeye hajakosana na mama yake. Umenielewa? Ndio huyu kijana, hata kama niliachiwa na mama yake, nilikuwa na kama mwanaume nigibehave kimunyama, lakini niliendelea kumlipia tiketi aende kwa mama yake Amerika. Waende akifuka tu shule nalipa tiketi anaenda huko, ndio a bond na mama yake. Because at the end of the day anahitaji blessings za mama yake, na mimi anahitaji blessings zangu. Lakini sisi nyinyi wa mama wengine, nyinyi mtume dakika na shana sia kwa nini? Nyinyi mtume, nyinyi matakatake, mrefu sio dakika, hiyo ni ujinga. You are spoiling. You are damaging the future of your son. Nyinyi ndio mmekosana, wewe ni wetu hetanetie. Mati hetanetie. Naonyita. Nikiona kwa mahetanetie rectify. Hakikisha huyu mtoto amepata baraka zote mbili, za mama na za baba. Makosa ni yenu, wewe wetu hitanetie. Wewe wetu tararaniria.
But when it comes to him, tutaongea. Huyu tunaongea na mwambie kwa mama yako kama miezi 6. Usikuje na nisikuone hapa. Ukuje after 6 months. Naye mama yake huko anamwambia ndiye kweli dogo. Umeona? Na ikifika mahali nahitaji mama yake akuwe baraka kwake, kuna kitu inanunuliwa, ninamwambia pigie mama yako simu umwambie unahitajika shilingi 10,000 za shule. Because ndio aone mama yake aliparticipate kwa masomo yake. Ndiye asije kuchukia mama yake. Asije kusema mama yangu hata haku contribute. Anasema tu ananipenda, haku contribute hata kidogo. No. You make him, hata kama uko nazo, unajua unaweza kulipa zote, lakini make him to call the mother or the father. Amwambie daddy ninahitaji 20,000. Za nini? Za shule. Afadhali daddy akatae, lakini alifanya effort. Ndio daddy akitoa, huyu mtoto atakuwa kijua my father participated in my life. Lakini sasa wewe unamwambia baba yako alikanyagwa na lori. Alafu baada ya masomo, akimaliza masomo, wakati ka shida, unajua sisi ni wanaume tunapambanaga na mashida huko town. Uende by good luck ukutane na auntie, kwa sababu auntie ni most dangerous people in this world. Ukutane na auntie na kuambia we, unajuaga baba yako? Mama yako hajakwambia baba yako? Kweli? Kwani mama yako hakupendi? Hajai kuambia baba yako? Unajua ule mkubwa wa Safaricom? Hebu enda angalia kwa kioo uone mnafanana. Huyo ni baba yako. Kai, ukwaririkana utulite girogoni. Uthugunitwo ni thina. Utulite guku unakula mapipa. Baba yako ni huyo Ndegwa. Niwe mkubwa wa Safaricom. Kai. Unaangaliaga mama yako hivi, unasikia kumupiga kwa sababu alikwambia baba yako alikanyagwa na kilori. Hapo sasa ndio udhaana itaniingia kutoka kwako. Maana nitakuja na nitakutusi. Si wewe sasa. Nitakutusi. Maana huyu mtoto hiyo shida yote nimepata, si kusoma, si kupata lishe nzuri, si kuishi nyumba mzuri, na baba yangu ndio mkubwa wa Kenya Breweries. Baba yangu anatumianga 800 ama 500 bash ya kununulia watu chakula. Baba yangu nilimwona kwa TV akiwa Kibera akifidi watoto wale hawana baba zao. Alafu mimi ninakula shida kwa sababu wale niambia baba yangu alikanyagwa na lori. Nitakutusi. Na sasa nikikutusi nimefungua mlango ya nini? Ya laana kwangu. Umeona nani alianzisha laana? Ni mama. Mama ni hatari. Si unaona mama ya Jacob venye amecholea jamaa, mtoto na ni wake amezaa. Amecholea mtoto wake firstborn. Kai, amekuwa ni mzee. So it is always good. Appreciate your children. Appreciate mama mwenye alizaa watoto. Mpende tu. Hata kama alikufanya kitu baya, ni nyinyi mlifanya, nyinyi ndio mnaulisana. Umeona? Unanielewa lakini? I'm trying to teach you something. Take order na maidho moru. Nataka tu kukufundisha uelewe. Hawa watoto wanahitaji baraka zote mbili. Wacha kujifanya venye wewe ati umehonoka. Kwanza Wakristo wa mama walokole. Nyinyi mmeokoka mpaka mmeokoka kuliko Yesu. Nyinyi ndio wabaya. Unanitajia hiyo maiti. Komeo, rakweta komeo huko yangu yata komeo niki. Tigo mahali we. No tigo mahali shana iriko. Tigo mane nyina na neithe. Mwathani agocwo. Hallelujah. So mkioniona watu ndio naonanga napenda watoto wangu, ninawaletanga on board, kila hata kuna kingine kalisema nikagu kako wapi? Na sijakakataa sijakataa. Mama yake atatuambia. Mama yake atatuambia. Although nikichunguza naona mama yake tulikuwa tunaishi area moja those days. Na those days ndio nilikuanga mlevi. Na labda mama yake alikuwa anakunywa kasamani. Mama yako alikuwa anakunywa kasamani. Tumuulize. Tutamuuliza ama kama alikuwa anakunywaga kuna chances. Lakini sasa huyu ukiona huyu na uone waboi wangu
ni twins, si ndio? Kwa hivyo ni kitu huwezi kataa. Ama sio Joro, sinaona ni kama Wambo. This is how you prepare your children, ndio in future ukigawa wealth yako wasianze kuuana, wewe hatukujui. Waeke bayana, na wafu ukipata Mungu akikujalia kuwe na kakitu, unasema haka nika huyu, au huyu nika huyu, huyu ni yake, huyu ni yake. Hivyo you create atmosphere and you share them equally and you bless them equally. Bwana Yesu asifiwe sana. So aka bado ninachugusa, lakini sijakukataa. Mimi sijakukataa. Uniitage daddy for the time being. Temporarily. Uniitage daddy. Tunaita interim. Interim until it is confirmed. Ikikonfirmiwa twende, na hata isipokonfirmiwa unaendelea kuniita daddy officially kutoka leo. That is it. Uli sasa jira nidakuwa mutumio nidamuhikia acoke oke na ciana ciake maybe kana tugie kana akore ciana ici ciothe kindu kia mbere kwaje gwikate kumahura akimeragia ti nyi endeni kwa baba yenu endeni aya jeshi ino igukuhura nego ikurage nego thike jokege kuria mama yenu yuko wapi ametoka ameenda shopping na mundu ni ahinyirwo ndakirehete mundu makijira makioka makimuhingata na gioka ngirwo atia girlfriend ni itoingatire. so wako wapi mama? Acha ni yes mami niulize tu wasiongee na baba yao. Kuhusu nini? Pesa ya school fees. Hapana, sitakubali atumiwe. Naambia mama, sikiliza, naambia huyu ama mama yake anachukua namba ya shule. Umeona? Ndio hata apigage shule simu shule kuuliza progress ya mtoto yake. Umeona? Na sasa kama ni school fees atakonifamia kwa school fees kwa shule. Si mimi. Kwa sababu hata mimi naweza kumcheza. Umeona? No menya nini waki yogo. School fees ni girimagana meri. Na kwa sababu anapenda mtoto wake, si atanitumia school fees. Hiyo pesa nitaenda niikunywe ama niikule. Akikuja kujua atalia machozi. Of course. Hata saa hii wakiwa kwa ofisi nimemwambia pigia mama yako umwambie ni birthday yako, umwambie arushe kakitu. Si amerusha? Yes. Amerusha. Na sasa hapa tukitoka na yeye tutaenda Serena. Tutaenda Serena tukule karaji huko na tutakula hiyo ya mama hiyo. Hata mimi nitakulia hapo. Kwa sababu ni jaso yangu hii. Hii ni jaso yangu. Kama wewe kaide mwile wanaume ambao wako hapa, kama uko na kitoto kule nje umezaa, kitafute. Bibi akileta shida mwambie the relationship I have with you ni marriage, lakini huyo mtoto ako huko, the relation I have is blood and blood is thicker than water. Usikubali mtoto wako at whatever cost akae Kibera akulage mafi Kibera ukikula huko town. Hiyo ni laana. Huyo mtoto analiaga akikula hiyo mafi, analiaga na ulisaga Mungu na alekoro ni defafa. Umesikia? Hiyo kilio inafikiaga Mungu. Kwa sababu huyu atakuwa ana behave kama mtoto yatima. Na mtoto yatima ni wa nani? Ni wa Mungu. Sasa ukipatiana mtoto wako anakuwa mtoto yatima, anakuanga na direct communication na Mungu. Na akikustaki akisema nale korofafa
ale muoyo. Hiyo inafikianga Mungu. Mungu anakunyaganya hiyo uko nayo. Anapatia kile kibaba kimeweka mama yake. Umenielewa? Ile yako, sahani yako unanyaganywa. Si sasa mimi tuko na huyu na kuna watoto wengine. Sasa huyu ile yako inakuja, ile baraka yako inachukuliwa, inarushiwa kwa mtu muhimu kama mimi niko na huruma. Si unaanga nakuaga na huruma mingi, nasaidia wazee, nasaidia kila watu area hii. Sasa mimi ninaweza kuletea wanawake wengi wanisaraudi hapa. Kwa sababu Mungu anajua akinipatia zitafikia huyu. Huyu atakuja kwa ofisi yangu, aanze anililie, niko na shida, niko na munu bla 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 bla, nirudi kwa mfuko, nimwambie peleka tu. Hiyo ni ile ilikuwa yako karaja. Sasa kubuka uko na bibi na imenyaganywa. Nani ataanza kuumia? Huyu ataumia na watoto wako, wale unafikiria wazuri. Ni sawa na yule mtu ametoa mimba. Wakati umetoa mimba, wale watoto wanakufa, hawakufangi. Kwa sababu life begins at conception. Kwa sababu iko kitoto hiyo mayai ikiguzana, life has started. So when you abort, you do an abortion, you kill a human body, a human being. Umeua. Na ukiua ni mwili inakufanga, but the spirit inaendelea kuishi. So hiki kitoto uliua ukarusha kwa mapipa, ni body ulirusha, lakini spirit yake inaendelea kukua. So kama mama yako alitoa wakati wewe hujazaliwa, una kibrada kinazunguka huko in spirit, kikubwa kukuliko. Na hicho kibrada ndio kinakusumbuanga, ndio kinazuia kazi yako. Maana kiko na wivu. Kinauliza wewe ambao uliletwa dunia hii, na wewe hautaishi ya kwa amani. Ndio nakuta watoto wanabadilikia juu. Unasomesha mtoto mpaka university, lakini akimaliza tu akipatiwa degree, anaanza kuvuta bangi. Maana vile vitoto uliua vitatu vina gang up against this one who is alive. Ndio wamudestroy akae kama wao. Bwana asifiwe sana. So kama umewahi kutoa mimba, harakisha sana ujishikanishe na madhabahu, ucancel hiyo watoto hawa, uamalize in the spirit, waondoke. Na hao ndio tunaitaga maghost, ndio tunaitaga majini, ndio tunaitanga hizo vitu. Zinakujaga kukusubua. Unaona unapigwa na watu na hawajui ni wale watoto uliua. Sijui kama mnielewa. Kama uliwahi kutoa mimba, apostle, ni vizuri uende ufanye, ukuinue madhabahu, utoe sacrifice ya kutenganisha hiyo roho na kuondoa hiyo roho in your family. Otherwise the family will never succeed. Hamutafaulu. Hakuna kitu mtaweka kwenu, hakuna biashara mtafanya ifaulu. Hao watoto wazuri ulipenda wazae wakuja dunia hii, wote hawatafaulu. Utakuta ndio wamekuwa mage, ndio wamekuwa lesbian, ndio wakuwa waizi, ndio wamekuwa kila kitu. At the end of the day, their life becomes pale and shadow. Bwana asifiwe. So go. Kama kuna kimwanamke ulipatia pesa kiende kikatoe mimba, you are part of it. Ndio unaonaga soko gini unakutaga, unaona ni kama kuna mtu amekugeresha. Hapana, ni huyo mtoto sasa ni mtu mkubwa. Sasa tukienda biguni, utakutana na hawa watoto, utawaletewa. Unasikia kamoja kanakuita mam, ukienda kupeduka hivi, unauza wewe ni nani? Nani yule hawaikiria kioro? Ukienda kutani hapa, kingine kiza mam, kina besi hivi. Lakini ni mimi yule ulitupa kwa takataka. Bwana asifiwe sana. So it has a repercussion. Whatever you do right now, it will affect you. Whatever you did yesterday, it has a repercussion in the future. You will cry at some point. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wako happy hawa watu wa kitchen? Mugore? Kuja. Winnie na Wamboi wako wapi? Hawa ndio hawana competition hapa. Kujeni.
Unajua unaweza kuchagua mwingine sema ni ronile. Wanashana shira keje tekelile. Ninakuwa hapa nakuwa na art of balancing. Na balance hivi, nikiona imeenda kuanguka hivi, narudisha hivi, na balance tu pole pole, lakini sisi tunaendelea. Tunaendelea vizuri. Wale wengi, kuna wengine walikuwa wamekuja hapa purely for dark, tall and handsome. Wamechoka, wamewekelea bagi zao. Nikirado na maidha madha. Anasema siukubali mama yangu tu. Wewe na nyinyi naongojea. Time is not on our side. Weka kitu. Na hii tutaifanya, sikiliza, tutaifanya very short time kwa sababu I have a lesson ya 30 minutes. Waendelee. Oh my God, it's my birthday. It's my birthday. Oh my God, it's my birthday. Hey. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Oh my God, it's my birthday. It's my birthday. Oh my God, it's my birthday. Hey. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Siku nyingine ya furaha. I'm so happy. Mwaka mwingine basi posti picha yangu. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, dear Joro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aaron. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, dear Joro. Happy birthday to you. Happy Happy birthday. Happy Price music.
mnapoendelea tuendelee na masomo because hiyo time imeenda sana. Tunaenda saa 11. Nitachukua tu dakika 30 then we do our normal PI. Then we do our normal deliverance. And I know you are going to be blessed. Before that, Joroge, let's come here in front. Sijui kama watafaulu kufuga macho tukiomba. Kuja tu hapa katikati. Karanja. Simama tu pale. Simama hapo. Anaitwa nani? Hawa wengine wanapatiana huko. Muombe, pray for him. Okay, Father, in the name of Jesus, we thank you for this life. We thank you for the new year that was given into his life. And we thank you because it is the prophetic year for which, Lord, it is going to the transition of the primary school to the secondary school. How much we pray for special favor in this year. In the name of Jesus, we pray that any elemental forces against him shall not work against him this year, but they shall work in favor of him. In the name of Jesus, we declare favor. We declare the spirit of academic excellence. In the mighty name of Jesus, we pray that in this new year, every hidden potential which is hidden in him shall manifest in due time. In the mighty name of Jesus, Lord, we set his mind free from any contamination that may affect him during exams. In the mighty name of Jesus, and we speak the grace, we speak the favor, we speak the excellence of this house to prevail upon his life, even as he do exams in the name of Jesus. And Father, we declare that everything that concerns her, that concerns him, shall turn out in favor of him. In the name of Jesus, we pray, my Father, even as he ends this year, the Bible says that you crown our ear with favor. Let his ear be crowned with favor and drops of abundance from heaven. Tunatangaza ya kwamba kitu chote kitawaki in favor of him. Tunambarikisha Bwana hata anapofanya mtihani ya kwamba roho wako atakuwa pamoja naye. Tunambariki kama kanisa. Tunambariki kama kanisa. Together we declare that he's blessed. Together we declare that the greatness in him shall manifest in due time. In Jesus' name we pray. Amen. Simama karibu naye. Mungu akubariki. In your examination you faulu. In your life, let there be no obstruction, anything, no to stop you from becoming successful. Let this world never defile you. Whatever you will want to do shall come to pass. In Jesus' name. Yes. Ni vizuri unanena neno tu kwa mtoto wako. Now my topic today ni sitaikamilisha lakini nitaiguzia tu. Tutaikamilisha next time because I want exactly to finish as early as I can be able to do. Wale wamemeza mumeze haraka haraka, na wale wajameza wache ni kumeza tu, mtameza next time. Si ndio? Thank you very much. So my topic ya sasa nilikuwa ile ya mchana ya asubuhi. How did you find it? Was it a nice one? Mulishika kitu mzuri? Mulishika namna gani? Mutire da koja ya taone morale ya? Hakuna kuongea na mimi? Kwani itubo. The purpose of God in your life will be fulfilled no matter who, no matter what. It doesn't matter what you are going through. It doesn't matter the situation you are in now. That situation you are in is one of the perfectionists, something sent to perfect the will of God in you. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo usijali,
Kama wamesema whatever they have said you are, or whatever you think you are that for this moment. It is temporarily. It is something not perfect that itakaa hapo forever. It will never be there forever. But one day God will rescue you from the hands, from the jaws of the devil. And also not only from the jaws of the devil. Perhaps maybe it is God that has allowed this to happen, to walk in you. Bwana asifiwe sana. It's God has allowed to be that you be in that situation. Sasa wale machef, kazi yenu imeisha. You are kazi yenu imeisha sasa. You are officially jobless. Najua walifikiria sasa wamepata job forever. Right now, and for that reason, ningetaka to continue with the topic, but another subtopic. And this subtopic inaitwa refuse to be silenced. Because when they silence you, they are silencing you so that they can carry away your destiny. They are silencing you so that the purpose of God in you will not be fulfilled. Somebody nipatie. So that the purpose of God is not fulfilled, they will silence you. And today, I want you to support my first program or in the morning with the second program that is a sub-headline. Another, hiyo part ingine tutaimaliza next time on Sunday. Lakini for now, I want to support it by asking you, refuse to be silenced. Hallelujah. Refuse to be what? Refuse to be silenced. When you have a purpose and when there is a destiny upon your life, God has given you something that will come to happen, come to pass. They will come in to silence you. Angalia wakati nani alizaliwa, anaitwa nani? Anaitwa Daudi wakati alizaliwa. All the projections za baba yake, za ndugu zake na kila mtu in the society ilikuwa kusilence David. They wanted to silence David from the agenda of God that was in him. When Joseph was sold, wakati Yusufu aliuzwa, patia nini hizo vitu kama mko silent? Wakati Yusufu aliuzwa na ndugu zake, all what they were doing, they didn't hate Joseph, but they wanted to silence that which was in Joseph. Bwana Yesu asifiwe sana. When Moses, when the king declared that all children be killed, all men children be killed, it was not that they hated Moses because they even didn't know Moses. Hata kule alikuja kumpata wakampeleka. They didn't know this is Moses. But all what they wanted to do, it is to silence that which was in Moses. Bwana Yesu asifiwe sana. These people, they will come and try to do as many things they can do so that they can be able to silence you. Meanwhile, let us read the book of 2 Kings, chapter number 4, verse 2. 2 Kings, chapter number 4, verse 2. Nitaenda very fast today, kwa hivyo mkuwe very fast in writing for those who are writing. And those who are listening, mulisten kwa makini kidogo, ndio ni muende mapema nyumbani. Msiende kuulizwa, muende kudanganya. Tulisikia mama mwingine alikuwa na mataka tukapitia huko. Are we there? 2 Kings, chapter number 4, verse 2. It is a story about the woman who had lost everything. Alikuwa hana chochote. Alikuwa hana chakula, hana lishe. She was jobless. She had nothing. But kuna kitu alikuwa nao. Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Problem and challenges zilikuwa zimesilence huyu mama. Shida na matatizo, ukosefu na kuishi katika maisha ya upweke. This had silenced this woman. But when the man of God Elisha came, alimuuliza, "What do you have?" Yeye alimwambia, "I got nothing. Ni kibuyu tu cha olive oil kiko kwa nyumba. I got nothing." Meaning, maisha yake yalikuwa yamefika mwisho na hakuwa na kitu hata kimoja ambacho anaweza kujivunia.
maana alifikiria mtumishi wa Mungu anaenda kutembea kwake. Elisha said to him, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Don't ask for just a few. Alimwambia, nenda tafuta vibuyu vingine, nenda kwa neighbor uwaombe kila kitu. Ask for anything that you see in your sight. Anything utakutana nayo chukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtumishi wa Mungu alimwambia, because shida already ilikuwa imesilence huyu mama. Shida ilikuwa imekamata huyu mama. She had nothing to do. Akati mtumishi wa Mungu alipokuja akamwambia, mimi sina hata kitu, sina chakula. Kwa hivyo alikuwa nadhania kuna kitu kingine labda, lakini alizungumza kutoka kwa moyo wake, what I don't have anything. Naye mtumishi wa Mungu akamwambia, go ask from the neighbors, waambie wakupatie vibuyu, and don't ask for few. So when you are asking for the blessings of God, you just don't ask for few. You ask for the plenty of God, because God is God of plenty. God is God of plenty. Is an abundant God. Ako na vitu nyingi. Kwa store ya Baba kuna vitu mingi ambavyo vyote vitapatikana. Ukiangalia story nyingine ya mtu anaitwa Bartimaeus, had two problems. Bartimaeus, mmesikia hiyo story ya huyo jamaa anaitwa Bartimaeus. He had two major things that revolved around his life. And this Bartimaeus had two problems. One, he was blind, and number two, he was poor. Hallelujah. He was blind. Bartimaeus alikuwa kipofu na alikuwa mtu maskini. Lakini ukiangalia sana utambue, he was poor man not because he was a poor man. You may be facing a challenge in your life. You may be having no money in pocket. You may be having no marriage. You may be having nothing. You are not in that situation because you are poor. You are not poor right now because you are poor. Nobody was born a poor person. But because of the situation you are in, it has caused you to be poor. Bartimaeus was not a poor man. Hakuwa mtu maskini. Lakini ile situation ya upofu alikuwa nayo ilimfanya akuwe maskini. Will you ask yourself sometimes, why am I not gaining my ground? Why am I not succeeding? Ni kwa nini matatizo yamenizingira katika maisha yangu? Mahali popote ninaenda, there is an issue. Mahali popote ninaenda kuna mambo mazito yametendeka katika maisha yangu. It is not the reason you are thinking. You are not poor because you are poor. You are not poor because you cannot make it. You are not poor because you cannot succeed. Huo umaskini uko nao, it is not but you are supposed to die because of poverty. You are not poor. Haukuzaliwa ukiwa maskini. Katika kuja kwako dunia hii ulikuja ukiwa na vitu zako zote. But there is a problem. You are poor. There is a problem. You cannot afford to pay rent. There is a problem. You cannot be able to pay for your school fees. There is a problem. You cannot be able to afford for your life. Why? There is a problem. So go looking. Hapo ndio unaenda kutafuta. Why am I poor? Because you are not supposed to be poor, but you are poor. Hallelujah. You are not born a poor man, because there's nobody was born poor. Nobody who doesn't have his own. Wewe ambaye hauna saizi ni kwa sababu hutaki kuwa nazo, au kwa sababu kuna tatizo. Lazima kuwe na chanzo cha why you are suffering. There is a reason that caused you to suffer. But Bartimaeus hakuwa maskini, lakini alikuwa maskini. Wakati Yesu alipokuwa akipita, many times we are in situations not because we want, but because of the predicaments. There are so many predicaments that are around you. Mambo imefanyika, maneno unajikuta umejienda mpaka kwa muganga. Watu wengi hawajaenda kwa muganga kwa sababu wanastahili kuwa kwa muganga, lakini wametafuta solution na wakaona ni kama kwa muganga itapatikana. Watu wengi tunaendanga kanisa si sababu tunatafuta Mungu. Tumekuja huko kwa sababu shida imetukamata, na umesikia ukienda kwa Waruinge ukiobewa shida itaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the cause. Why did you come to church? What is the probability of you coming to church? Why did you come to church? Did you come to church because of the love you have for God? Or you came to church because of the miracles that are being performed in that church? Hiyo ndio swali kubwa. Na ndio tunakuta kanisa linagawanyika mara mbili. Hapa kanisa hii saizi tuko na two groups. A group that loves God and a group that came for miracles. Hallelujah. Yes, they will hear the word of God.
And they are the one who will shout the most. I don't siwaambii msishout, nataka mshout kabisa. Lakini they will shout the most. How about they are here because of predicaments. These predicaments, they can cause you to go far. They can cause you to board a plane uende mpaka Nigeria. Mimi niliingia ndege nikaenda mpaka Nigeria kutafuta TB Joshua because of the predicament. Niliingia ndege nikaenda mpaka South Africa kutafuta Lukahu because of my predicament. Niliingia ndege nikaenda mpaka America kutafuta Ben Hinn because of my predicament. And all these men I met, na tulikaa chini na tukadiscuss, but they never had my solution. I never got anything from them. I went to TB Joshua, I stayed there. He was my great friend. Alikuja akakuwa rafiki yangu wa karibu sana. Before he died, he wanted to tour Kenya. And he was coming to see because of me. But it didn't work. I had gone there because of predicaments ambazo nilikuwa nazo nyingi. But wakati nilienda huko, alinipiga touch, nikaanguka chini na nikarudi. The same problem was waiting for me at the airport. Nikaenda nikakutana na Ben Hinn. We stayed with Ben Hinn for 3 good hours, discussing issues, talking to me, blessing me. But as nikiingia tu kwa ndege, problems zininiuliza, mumemalizana? Twende sasa. Nikakuja to face the same challenges. Nikaenda kwa Lukahu. Na huyo mwingine anaitwa nani? Bushiri. Nilienda kwa South Africa, not here in Kenya. I went to South Africa. Because niliona kwa TV nikaona hawa ndio wako na dawa. Haya ndio mekwalia kigo kemwe. Nikaenda kwa Bushiri nikamwambia kigo kemwe tu. Akaongea neno moja, halikufanya kazi. Nikaenda kwa Lukahu, neno moja, halikufanya kazi. Nikatoka huko nikiwa disappointed. Only that one word ikakuja kuneno hapa na Harrison Nganga. Bwana asifiwe sana. Kumbuka nimelipa ndege Amerika, nimelipa Nigeria, nimelipa South Africa. Only to come and walk from town nikaigia hapa. Walking. Pale town pale ako saizi. Walking. Not paying anything, just walking. Na nikapata solution yangu. Bwana asifiwe sana. So before you go asking what could be it, find first how did it come. Before you ask what could be it, ask how did it come. Because before it was. And there is a genesis of the problem you have. There is a genesis. Kuna shida iko mahali. Na kuna the genesis. Mwanzo wa whatever you are going through. Iko mahali fulani. Inaweza kuwa na mzazi wako. Inaweza kuwa na wewe. Inaweza kuwa na eneo ambalo unaliishi. Na kila forces ambazo ziko huko. Zile ambazo zimesababisha hiyo shida yako. What they will do. When you try to rise up, they will try to silence you. Because once you rise up, you will speak about them. Once you rise up, they will know you. Once you rise up, utakuja kujua ni wakina nani. So whatever they must do, na whatever huanga wanafanya, is to make sure they either kill you or silence you. Bwana Yesu asifiwe sana. So be very careful. Ni wapi unaenda kutafuta solution? Maana unaweza kwenda kutafuta solution ndio unakutaka kanisa kama hii unakuja ukiingia pale. Waliokuroga ni Wakristo wenzako. Na ulirogewa wapi? Ulirogewa Imolo ama ulirogewa Nakuru ukiwa mtoto mdogo. Sasa ukuja hapa Nairobi usikie kuna Waruinge mahali fulani, unakimbia huko. Watu wa kwanza watakao kupiga ni watu wa hii kanisa. Utakuta kisekretari kibaya, utakuta kiasha kibaya, utakuta kisecurity kibaya, utakuta kipasta kibaya. Lazima utakutana na wao. Maana sosi ya shida yako, ulikuwa kanisa fulani ukiwa CU, inaitangwa CU, Christian Union. Hapo ndio maisha yako iliharibikia. Hawao ndio walikugoga. Na wao walikugoga, walikuwa ni spirit iliingia ndani yao, wakakugoga. So umekuja Nairobi, umefika Nairobi, umekuja kwa Waruinge, utakutana na wao lakini in different shape. Nao ndio watakugoga. Ndio unaingiaga kanisa 3 days 5 days. Utaki kuona hiyo kanisa tena because unasikia kwa ma-TV na kwa ma-radio hiyo kanisa iko na sifa kubwa, lakini ingia ndani ndio utajua hakuna sifa huko. Ni radio inatagasa na ni TV inatagasa. Ingia ndani ukuta kuna manyoka ndani na kuna machura na kuna mafisi wamejaa ndani na kuna manini ma crocodile zimejaa huko zinakugojea tu na mdomo. Ukiingia tu hivi unakutana na pasta mbaya kuliko shetani. Ukiingia hivi unakuta Asha ako na mudi zake zote anakuwekelea.
Ukikuja napata secretary pale, huyo hata ni mbaya. Hata shetani anasemanga ushoti wako. Mugetarado ushoti wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaingia unakuta sasa pasta mwenyewe. Huyo namuonaga kwa TV. Unakuta amevaa sura ambayo inakaa kama ni ya shetani mwenyewe. Anakuzungumzia maneno, unasikia kutoroka. Unarudi. Why? Because the predicament that has caused you to come, they are church based. That is why they came to haunt you. Walikuja kukungojea kanisani. Wakajua unakuja kanisani. Walikuja kukutegea huko. Maana kilicho kuanzishia vita kilitokea ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. So they will come here to wait for you. The same spirit itaigia huyu, iigie huyu na igie huyu. Watakutangojea hapa. Kufika tu kitu watakuita. Mimi yo mama venye aliingia hivi, niliona ni devil worshipper. Hallelujah. Venye nilimuona hivi, angalia venye amejipaka, venye amekaa. Huyo ni devil worshipper. Mimi hiyo hapana. Na tutikomwete kilione muhujia. Dekuwa na muhujia. Ani omokete kuguithia muhujia. Wengine sema huyo mama ni maraya. That's a prostitute. Huyo ni jagiri, ni kitu kibaya. Okay. Osho ikira haria muhujia ni agwa. Wamepositioniwa. The people to silence you, they have been positioned in the position of the originality. Ile cause kama ni kwa waganga, uganga ndio ulitumika kukumalizia maisha yako. Watakuposition wherever. Hata ukienda kwa muganga utakutana na mtu, hata unamwambia nipeleke kwa muganga, atakupeleka kwa muganga tapeli. Ama ukienda kwa muganga yule meenda, huyo muganga atakukorogea, akukorogea zaidi, akupeleke shimo nyingine kubwa kuliko ile ulikuwa. Because the target is where were you hit? Uligogewa wapi? Walikuwaia wapi? Ni wapi ulikamatiwa? Kama ulikamatiwa kwa njia hii, hiyo njia ndio watakukamatia. Kama walikukamatia kwa njia ya usherati, ukioa kile kitaagusha ndoa yako ni usherati. Watakuja kwako na bibi yako atakuwa na mama mzuri, rafiki yake. Wataorganize mpaka bibi yako apate a very beautiful lady, mzuri, memu ya mtu very generous in all ways. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mzee kama mimi akikuja, mwambaye na mimi niko na hiyo roho, nikiona mama bibi huyu wa bibi, rafiki ya bibi amekuja, unaona kamsesa hiyo hakapedi nikamzeka kutoka. Unaona amekaa kwa sitting room, hapedi kutoka. Ana shida na remote zote ya radio, ya TV na ya DSTV zote ziko hapo. Ana shida akichange. Akijua mama anapenda ile kipindi ya nini? Ile ya Sabiri. Baba kumubagia. Akijua ni wa kumubagia. Sasa hiyo na apedage na tidaka kwa mfira ya maniu. Siku hiyo ataweka kumubagia. Ndio avurute yule mama na bibi wakuje sitting room. Tafadhalini angalieni hawa watoto. Immediately mzee atakuwa anategea. Alafu saa hiyo mzee mwenye atoagi pesa ya kununua nyama anakuita, "Nina aje ali? Mgeni atakula nini?" Ati tumepika ugali na boga. Hiyo boga iko na nyama. Ati atukwa na pesa. No way. Si kunya venye mgeni anaweza kuja kukosa kula nyama. Kuja kibiria nyama. Acha mgeni akiangalia jiko. Kibiria nyama. Na hujawahi for your whole life kutumwa nyama ni mzee analetage. Lakini leo unaambia mgeni abaki nini? Because kuna arrangement anataka kuchukua namba ya mgeni. Ukikibia hivi unaona mzee ameruka kitchen anambia, "Hey, you're doing a very good job." Oh, food is so delicious. Anyway, how have you been? You know, I've been wanting to speak to you of a certain business. There is a business in Siokemao I want us to do. But now, no, unajua my wife ni wale wa Nyeri. Naogopaga kuongea akiwa. Sasa, hebu nisaidie na namba, lakini this is between me and you. Bwana Yesu asifiwe sana. Akichukua kanaba hivi, aandike hivi na wa communicate. Sasa hiyo anapiga simu. "Nina ajali, ni ukinyire bujere." Unakwenda kaotige kukula nyameo. Kwa sababu mission imekamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. So unakuta communication ina target.
the real cause of your problem. Communication ina target. Baada ulikamatiwa ukiwa msichana, inakuja inaruka, maana inataka kukugoga kwa sababu you are about to get into your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati you are about to get into your destiny, ndio wanakuja kukusilence. Ambia mwenzako refuse to be silenced. Hapo ndio unakuta umetembea safari mrefu, umeenda masafa, but unfortunately katika masafa yale umeenda, ukienda kupokea kijiti, unasikia karonyeki goda, ile tulikuwa tunaitaka goda, imekutega na umeanguka chini na umepitwa na kila mtu. It is very small. It is just a fraction of a second and you lose it. They silence you. Because all what they are looking from you is to make sure that whatever they were told to guard, that is kuja kwako, hiyo ndio wana monitor. They don't ask for you when you are at your peace, when you are eating, when you are having your own services, when you are having your own enjoyment. Until such a time utakajaribu kuvuka kuingia kwa destiny yako, that is when they come to silence you. That is when they come to raise a suspicion about you. Ndio unakuta umekuwa maisha yako yote haujawahi gojeka na umepata visa ya kwenda America, green card. Maisha yako hata haujawahi kufanya usharati hata kidogo. Hata kidogo haujawahi. Siku ile sasa green card imetokea, unaambiwa uende for medical test na unaambiwa unaenda IMO. Ni IMO tulienda IMO. Huko ndio watakufanyia screening, wakupiga picha, wakupime damu, kila kitu. Saa hiyo ndio unajikuta kitu haujawahi kufikiria kuwa nayo, uko na gonorrhea. Wakikupima unasikia ripoti imetoka gonorrhea. Sasa unarudi nyumbani kuuliza, you are very sure, pretty sure haujawahi enda nje. Sasa unaenda ukikodolea mabibi yako macho kodokodo, unamuuliza, babe, how comes? Na babe alipimwa hana gonorrhea. Wewe tu ndio uko nayo. Because they were told, don't allow this man kuvuka kwenda huko. So they will create anything possible. Utaenda choo ambaye mtu akule na gonorrhea amekalia, amemwaga hiyo gonorrhea, utaipiki from there. Ukienda kule unapimwa, na unajua ya mwanaume inatoka na siku 2. Ukienda huko unapimwa. Siku ile kameiva ndio unapimwa. Only to be told, we cannot allow you in. Why? Because you are suffering from an STI which we don't understand for how long it has been there. Utaenda kuharibu watu wetu huko. Just a small. Na wakikazo hiyo kitu yote, usikie imekuwa cancelled, the next 1 week unaenda hata kupimwa sasa udhibitishe. Unaambiwa mwili yako kulingana na test inaitaka ile culture. Culture inafanyangwa ya 1 month. Culture inatoa you've never been sick at all. You've never. Because they were told, go and silence. Wakati Batimayo alisikia, the stretch akasikia kuna mtu anaitwa Yesu anapita, alitaka kujua huyo Yesu, maana alisikia huyo Yesu ako na solution, huyo Yesu ako na uwezo, huyo Yesu atanifungua macho yangu. Alianza kupiga kelele, lakini wale ambao walikuwa na wao walianza kumzuia. Meaning wale ambao wanakuzuia, wale ambao watakusilence, not people from far, it is the closest people around you, the people that you fellowship together. Hao ndio watakuinukia. The people that are your family members, hao ndio watakuinukia. The people that you went to school together, hao ndio watakuinukia. Walioinukia Batimayo ni wale watu ambao walikuwa pamoja na yeye. Ni wale watu waliwaita marafiki, ndio waliwaambia nyamaza, you are making noise. Bwana Yesu asifiwe sana. The people around you, the people around your life, they're the people that are going to cause you to lose the life of God, to lose what you want. Many a times we are in situation not because we want, but because of the predicament. And mtu anaitwa Bartimaeus, he lived a depending and a humiliating life. Mtu mwenye anapitia kwenye hiyo life ya kuwa silence, anaishi kwenye a humiliating, yani you are humiliated all through, and a depending life. That is what they had projected you to be. That they will make you, wewe ni mtu wa kuoba, sina fare. Wewe ni mtu wa kuoba pesa ya nywele. Wewe ni mtu wa kuoba kakiredo. Wewe ni mtu wa kuoba kila kitu. There is, unakuta kwenye familia yenu yote, wewe tu ndio unaobaga. My brother, unajua
kumekauka vibaya, na kuomba tu kama Mungu akikujalia, Mungu akikuguza, na kuomba tu. Ukiemaliza hiyo statement, kitu kingine inakuzungumzia, why have you embarrassed yourself? Sio kenyamaza. Sasa ndivyo umesoma. Huyo brother unamuomba, hajasoma, alifika class 8. Wewe umefika university. Kumbuka ile pesa yote umetumia ya baba yako. Hiyo roho sasa inainuka, inakutia kiburi. Unapigia brother yako, "Teko makai, ndio na mudo ni adomira." Kwa sababu unataka ikuondoe from msaada. Na labda huyo ndugu ndio yako na msaada yako. Huyo ndugu yako ndio amepatiwa. Labda juzi tu alikula ka jackpot na alikuwa ameplan, the first person nitasaidia ni my brother. Lakini kwa sababu ya kiburi wanakuja wanakuzungumzia, wanakuambia sasa mtu wa class 8 na wewe ni wa university. Mnabiana yeye nini? Pesa ya mtu wa class 8 utaipeleka wapi? Yaani uoni venye utachekelewa? Uoni inakuzungumzia mpaka una reason, mpaka unaona kweli this is a young brother of mine, I should be helping him. No, let me look for another friend to help me. Unapigia younger brother, unamwambia stop, na unamwambia na madharau mingi, mpaka huyo younger brother alikuwa ameenda kufanya venye atakutumia pesa, anakasirika, anaenda anaambia bibi yake, "Tamakai, wenda gutethia my brother na milioni ĩmwe." No, uliajareria ri inyadamaka. Now what has happened? As voice to silence you from coming out of the predicament, inakuzungumzia, inakwambia stop, you are not supposed to get out, you are supposed to live here. For although he was physically blind, his heart and spiritual vision was not dead. He will see well enough to recognize that there is God. Huyu jamaa Bartimaeus, he was physically blind, but inside the inner eye of him ilikuwa na uwezo wa kuona, ana uwezo wa kurecognize Mungu. Wakati alisikia Yesu, he recognized this is the son of God, na akasema, "Mwana wa Mungu, kuja unirehemu. Mwana wa Mungu, kuja unibariki." Na wale walikuwa karibu hapo, they stopped him, wakamwambia, "Wewe acha kutuletea haibu." Walimkanyaga, and the more they tried to silence him, the more he spoke louder. Bwana Yesu asifiwe sana. The more they alijaribu kumzuia, wakamwambia, "Nyamaza." Hivyo ndio sema, "Mwana wa Mungu nirehemu." Wakamkanyaga tena, "Mwana wa Mungu mrehemu." Wakamkanyaga tena, mpaka Yesu akageuka. Refuse to be silenced. Tell your neighbor, make as much noise as you can, make as much complaints as you can, until you get that which you want. Because the plan is not a yesterday plan, it's a plan from since you were born. They have always tried to silence you, they have always tried to bring you down, they have always tried to make sure that you don't rise. Uliingia kanisa ukafunga kitambaa, watu wanakuja wanakuambia kitambaa hii haitajiki kanisa hii, because they want to silence you, they want to stop you, they want to make you not walk forward. Oh my God, this is the voice of God telling you, never allow those people who silence you to silence you. Refuse to be silenced. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter what you're going through. Persist on your desires. Let's look at the book of Mark 10:48. Persist on your desires. But Bartimaeus was temporarily stopped from finding his desires, but he was not deterred. He pushed on because he knew what he wanted. He was not deterred. He knew, this is what I want. He knew that I must get what is supposed of me. He knew I have many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me. Son of David, have the mercy on me. Son of David, have mercy on me." He continued. Usinyamazishwe kwa hiyo shida uko nayo. Bwana yako akikuja kuambia nyamaza, mwambie si nyamazi. Mke wako akikuja kuambia nyamaza, mwambie si nyamazi. Mtu ambaye ako in your around akikuja kuambia nyamaza, mwambie si nyamazi. I am going to talk
talk. Lazima niendelee kuongea. Wakikuja Nairobi hii wakwambie nyamaza, usinyamaze, endelea kuongea. Ukienda mahali popote wakwambie nyamaza, usinyamaze, endelea kuongea. Go make as much possible noise, because that is your right. You must conquer them, and you must conquer the fear. You must conquer the spirit of fear. You must conquer your challenges. You must conquer them that hate you. You must conquer those that don't want you to succeed. Wamba wamepanga na walisema hautafaulu. Shout at them. To win this demon of destiny ni kushout. Become persistent. Usinyamaze. Wakikwambia nyamaza, make more noise. Wanakibiaga kuangalia kama kuna mtu anawaona. Tena nakwambia nyamaza, make more noise. Watakibia kuona kama kuna mtu anawaona. Then nyakirudi, make more noise. Watakibia kuona kama kuna mtu anawaona. Wakikibia, ile kamba walikuwa wamekufuga nayo itakuwa imeruhusu. He refused to allow anyone make him miss his miracle. So the silence is meant to cause you to miss your miracle. Kunyamazishwa. Kule unaonanga kule Itora. Tunabiwe tia utidoke negana tia udikulte kwa lihorosio. Dirikali nitregule dirikali ne ukagototeithia. Tika gotetera tia udigotetera horosio. Wekira. Ni ugothukia. Hapana. Kama unasikia your inner spirit is telling you, go for it. Go make the noise. Because God is speaking. The voice of God is speaking. Cry to God. Set aside your ego. For you to win in this battle of refusing to be silenced, weka ego yako kando. Bwana Yesu asifiwe sana. And face the challenge head on. Put aside your ego. Tia kona ni ugoshonoka. Ati mimi nilikuwaga kiongozi. Sasa mimi nikienda sasa watu watanichukulia nini? Hapana. Go and make your case out there. Do not allow them to control your emotions. Do not allow them to control what you are doing. Go and stand still. Make your case known. Put down your ego and go there. That is the only thing that can make you succeed. Put your ego down. Hako kama ego na kuwaga nao, weka chini. Number 3, cry to God based on his merit and not on your own. Cry to God based on God's merit, not your merit. Do not go to God because you are special. You are important. No, you are a pastor. You are a bishop, an archbishop, an apostle, a manager, a known person, a member of parliament. No, you don't take this ego to God. You don't take your merit to God. You go with God's merit. You lift up God, because it is only God who can win this battle for you. It is only God who can defeat them that want to kill you. It is only God who can silence those who want to silence you. It is only God who has the formula. He knows what caused happened in your life. He knows what caused the problem you are facing now. He knows the people that bewitched you. Ni watu mbali, uligongewa mbali sana. What you are seeing now, it is not a yesterday thing. It is a 30 years thing. It has outgrown. So put down your ego. Weka chini hiyo mambo ya kujiona ni kama wewe ni mtu wa maana, ni kama wewe ni mtu ambaye ni very important. Release yourself to God and God will use you to defeat them. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. So cry to God based on his merit. But Mayo cried to Jesus or God based on what he was in. Therefore, when you are crying to God, there are 3 things that you have to recognize from God. That God is full of his goodness, and God is full of his kindness, and God is full of his mercy. So those 3 things will make you have to humble for them to work in you. The goodness of God, the kindness of God, and the mercy of God. We live under the mercy of God. We live under the goodness of God. So you need this goodness of God for you to conquer anybody that wants to kill you, anybody that wants to suppress you. Therefore, when you are moving towards the direction of successes, the Bible says that you must be able to conquer. You must be able to defeat the spirit of fear that is in you. The spirit of fear is used to silence you. The spirit of fear ndio inakujanga, unaogopa.
kufanyekaje, inaogopa kitu kitakuaje, wakisikia ni mimi nilianza kusema kitakuja kukuaje. So this is only meant to stop you from going where you are supposed to go. If you're a preacher, shika microphone yako, hubiri ni kama hautahubiri tena. If you're a teacher, go teach as much as you can be able to do. If you are an advocate of anything, just go and advocate it. Don't fear. Kama umefinyiliwa, shout it. God is there to help you. Kama wanakusuppress, wamekuona vibaya, just go shout it. Don't fear. Rise up to the occasion. Defeat them. Defeat the fear as in you. Defeat the ego that is in you. Washinde chochote ambacho kinaweza kukudhuru usiweze kufaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. We are going to stop there. On Sunday I'm going to continue from there because it is a very long topic. Hallelujah. Naona walimu wote ambao wako hapa wameniangalia na macho baya. Haimalizagu hivyo. Wacha tumalize hivyo. Tusimame kwa miguu yetu. Our next Sunday we shall discuss the effects of being silenced. Ni nini hufanyika? Na nimeona nikiingilia zaidi saizi itakuwa gumu sana, itakuwa gumu. Itaenda 3 hours. So we have understood 4 things. For you to succeed, you must do these things. Yandike tu kwa kichwa yako. You must refuse to allow predicament restrain you from your miracles. Do not allow predicament, no matter what. Hata wakuja waseme nini. When Jacob was told of the death of his children, the death of his wife, the death of all cows, nothing deterred him from pursuing God. Aliendelea kuabudu. When Daniel was told that he must stop worshiping the God he's worshiping, he said, no, I would rather die but worship my God. So many failed these tests, but this man heard of Jesus and knew his time has come. When you are making noise because of you've heard your God is around, what happens? It is because you have realized this is my time. Some of us have failed, not because we are supposed to fail. Have failed because you have refused or you have not been able to recognize this is my season. So when the season comes, it will come with a lot of challenges. Inakujanga na mavitu nyingi sana na vitu za kujifananisha. Na ikikuja na iingie na itapita. Utauziwa uoga uondoke, season ipite. Ikipita you will have to struggle another 10 years, another 5 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, what you must, for you to succeed, you must know God will never leave hopelessness and helplessness. He will always leave you with something. God will never leave you hopeless. God will never leave you in a merciless situation. He will always give a hope in your life. So don't worry because of today you don't have food. Tomorrow you will have plenty. Don't worry because today you have not succeeded. Tomorrow you are going to succeed. It is the time that had not come. It is the time that had not masaa iko imefika. Your season had not come. But what I can assure you, the failure of today, it is the success of tomorrow. And number 3, work with what you have. Trust in God and you will be amazed with God's doings. Trust, work with what you have. Trust in God and you will be amazed with God's doing. When this woman aliulizwa uko na nini, alikimbia alisema niko na kibuyu cha mafuta. Kisha akaambiwa nenda utafute vibuyu zingine, maana katika hizo vibuyu ndio alipata ujazo. Bwana Yesu asifiwe sana. So work with what you have and also trust God and he will do miracles to you. Number 4, recognize God's presence in your life. Every single moment. Do not listen to these people that will tell you you are not going to succeed. Do not listen to these people akwambie Saudi Arabia kuna kifo watu wanaenda kukufa. Do not listen to these people that watu wengine walikuwa hapa walijaribu wakashindwa. Do not listen to these people that they will tell you huko unaenda hautafaulu. Trust your God.
God has a purpose for you. God has a reason for you. God has a good life for you. So recognize God's presence in your life. Every moment you are doing, everywhere you are going, God's presence should always be walking with you. And because when you walk in God's presence, wherever you go, you succeed. Whatever you do will succeed, because Mungu ako pamoja na wewe. Allow God to be walking with you. Number 5, persist on your desires. Bwana Yesu asifiwe sana. Persist on your desires. Bartimaeus was temporarily stopped from finding his desires, but he was not deterred. He pushed on. Push on with that which you want to do. Kama ni biashara, push on. Kama ni huduma, push on. Kama ni uimbaji wako, push on. Whatever career that you are doing, push it on. Don't worry. Push kabisa. Sukuma. Something is about to happen. Even those wakati tunazaa, tunaambia ngo push until something happens. Something is about to happen. So don't worry. Persist. Wao wamewekwa pale kukuzuia. Wao wamewekwa pale kuhakikisha you fail, because they want you fail. Those are agents wamewekwa hapo. Na walianzana na wewe ukiwa mtoto. Walianzana na wewe wakati ulianza safari. They don't mean good for you. So persist. Kama your desires, kama your heart is telling you that this is the right thing to do, do it without fear. Do it without looking backward. Do it without even hesitating. Do it. Watakuendelea. When we started preaching, we have been preaching. We don't stop preaching. We have been going around the country. We have been preaching. I will be preaching forever, because that is my desire. That is what God has called me to do. I will not stop. I will do the will of God. And I know siku moja nitavuna mavuno. Number 6, set aside your egos and face the challenge head on. Bwana Yesu asifiwe sana. And number 7, cry to God based on his merit. Just cry to God. Usiende kwa Mungu ukiomba maombi ya kupiga wale wengine. Nenda kwa Mungu tu on yourself, on your behalf. Do not include others. Do not bring on board wale walikuroga, wale unafikiria walikuambia, wale unasikiria shosho yako ndio kama baba yangu angekuwa mimi ningekuwa, kama shosho yangu angekuwa mimi ningekuwa. Don't go to God on the merits of others. Go to God on your own merit. Create a platform for yourself. Create a platform that will take you to God. Go tell God, Father, I have come empty. I came to this world empty, and I need your presence. I need God that you may guide me. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hizo ni point 4 ambazo nilitaka 7 ambazo nilitaka muzielewe. Wacha tuangalie ya mwisho. Do not give up. Tell your neighbor, do not give up. Mwambie, do not give up. No surrender, no retreat. Kama kuna kitu uliambiliwa na Mungu, pursue on it. Don't surrender. Do not give up. Kama ni biashara, do not give up on that business. Kama ni huduma, hata kama imekuwa ngumu, do not give up on that huduma. Kama ni whatever challenge you are going through, whatever the situation, it doesn't matter. Whatever the move that is around you, don't give up. Something's about to happen in your life. You are succeeding very soon. You are winning the battle very, very soon. Therefore, what I'm saying is, stay focused with your God. Do not allow your journey with Christ be infiltrated with opinions of others, but rather work your miracle out. Do not allow the opinions za watu zi infiltrate kwako. Just allow God's miracle to work in you. Don't. Mtu wacha akwambie maneno, sikiliza, but don't allow it to get into your heart. Don't allow opinions za watu ziandike tu mahali. It's good to listen, but before you act on the opinion, go and ask God, are you in this or you are not in this? Because that is what has destroyed us, the opinion. Opinion za watu, ninaona unafaa kukua hivi, ninaona unafaa kwenda hivi, naona unafaa kuhubiri hivi, naona unafaa kuhubiri kama umesimama straight, naona unafaa kuhubiri kama umekaa, kama umebed vizuri hivi, unakaa hivi kama mhubiri fulani. Those opinions, they will cause you to kupoteza mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe sana. So opinions iandike. Mtu akikuletea opinion yake, iandike mahali. Lakini enda uichunguze. Ukiona ni muhimu kwako, you can buy it. Lakini ukiona si muhimu, just throw it as much as you can.
You throw it now and you forget about it. And forget completely. Don't even listen again to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Or to her. Don't allow your journey with Christ be infiltrated with opinions of others, but rather work your own miracle. Humility is very important. Hallelujah. Humility. Kuwa mtu mnyenyekevu. Kuwa composed. Relax in this world. Don't be like in a hasty. Wacha kujaribu kufanya kama unataka kung'ang'ana ama unaona ni kama dunia inaisha kesho. Relax. Hii dunia itakuwa na imekuwa na itakuwa ikiendelea kukua. So humility. Humility is very important. Hiyo boast life, hiyo ya kulinga, kutembea ni kama dunia iko na miba, hiyo wachana nayo. Haina mahali itakupeleka. Utaenda ukifika pale chini utasahau unatembeaga hivi kama uko na chawa na utaanza kutembea. Na tutakutana na wewe hapo ukitembea hivi na tutakujua wewe unatembeaga namna gani. Lakini sasa ukifika hapa unakuta unatembea kwa madaha, unakanyaga ni kama dunia inabodeka. Shortly utasahau, tutakujua venye unakaa. So humility, just be humble. Ukiona watu hawa walio chafu ni watu wako, walio wasafi ni watu wako, walio wakubwa ni watu wako, walio wadogo ni watu wako. Embrace everybody, love everybody, walk with everybody. Desire to see your fellow citizen in this world having a better life like you, or even having a better life than you, because that is what we call humility. Jesus, when Jesus came to this world and he was humble, he was humble life, he lived a humble life, and he was just extraordinary. He was a super. Jesus was on his way to the most important event in human history, crucifixion. Yet he stopped for this man. He was going for crucifixion, very important occasion. But when he heard of Fatima, he came. He stopped to listen to him. Just stop a little bit for that brother of yours. Stop a little bit for that cousin, for that neighbor who is suffering. Just have time. Stop a bit. Ule mtu amekuja hapa kanisani, amekukuta hapo. Stop a little bit. Talk to this person. Maybe it is only a word from you ambaye alihitaji apone. So humility inashinda shetani. Shetani, ukitaka kushinda shetani kabisa in your life, humility will work. It is the best miracle that can ever happen to you. Humility. Teo sherakata boy. Wacha kutembea kama keko. Wacha kutembea ni kama dunia ni yako. Just be humble. Rudi chini, Mungu akuinue. Mwambie mwenzako, rudi chini, Mungu akuinue. Mwambie juzi ulikuwa pale juu, ukateremshwa. Sasa wacha tena kuteremshwa. Mwambie hivyo. Jesus loves you. He is Jesus today. Is the same Jesus that was there yesterday. And he is the same Jesus that he will be there tomorrow. Did you make it? Mulilete? Wako wapi? Kujeni. Walikuja walingara? Yeah? Yeah? Worship him. Now, ngoja kidogo, kunywa tu maji kidogo. Sasa, I want us to worship. Sema worship. Ndio umeona nimekimbia sana. Nimeenda mbio sana because I want us, nilikuwa nataka to hit the target muende mkijiona nyumbani. I want us to worship God. To truly worship God. You surrender before God. Kuna kitu kinaenda kufanyika leo. Something that has never happened in your life. This is the first day of the month October. There is a transition, a swift transition that is happening. Bwana Yesu asifiwe sana. Focus on here. Wachana na wao. I said focus on me. It is me who is speaking to you. I can feel in the spiritual world, God is changing somebody's destiny. Wale ambao walikuwa wamekamata destiny yako, today wanaiachilia.
those that have been trying to silence you, they have lost the game. So I want you to get deeper into this. Just completely immerse yourself into the spirit. Uzame ndani ya roho. Kuna kitu Mungu atakuonyesha, na atakuonyesha mpaka wale waliokuwa wameshikilia hatima yako. Those that have been trying to silence you, I can see them. They are holding chains. Wengine mmefungwa miguu, wengine mmefungwa mikono, wengine mmefungwa akili, na wengine wamefungwa miili yao. Wakati wa zamani mlikuwa mna perform vizuri sana, but something just came in, ika happen. Watoto wako walikuwa na perform vizuri sana, but just something came, distracted the whole situation. You are crying and you've been silenced not to talk because you fear of the repercussion. The God of heaven, Mungu ambaye aliumba mbingu na akaumba dunia, siku 7 za kazi alifanya ngumu. Huyo Mungu personally, he is with us. God the Father today ndio mwenyewe amekuja, maana tumeguza topic ya destiny. It is only God the Father mwenye who rescue when it comes destiny. Lift up your voice now. Make as much noise as you can. Open up your lips and speak to those that have been trying to silence you. Silence them, destroy them, uproot them, overthrow them, bring them down. Speak. Open your lips now. Open your lips now. Speak, 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 speak. Open your lips. Open your lips. You can make as much noise as you can. Don't worry about that neighbor you are seated next to. Don't worry about them that are watching you. Don't worry about them that are against your life. Don't worry about them that have been. Itana tu mbinguni. Fungulisha watoto wako. Fungulisha biashara yako. Fungulisha kazi yako. Fungulisha mipango ya Mungu juu yako. Nitakuhimidi Bwana kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami. Nitakuhimidi Bwana kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami. Nitakuhimidi, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami. Nitakuhimidi, nitakuhimidi
zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami. Wathamani Mungu, wathamani Mungu, wathamani Mungu, wathamani Mungu, wathamani oh, Mungu wathamani Mungu wathamani oh, wathamani Mungu wathamani Mungu wathamani. Unaweza Mungu
unaponya, Mungu unaponya, Baba unaponya yoyo, Mungu unaponya, 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 Mungu unaponya, wewe unaponya, Yesu unaponya, wadhamani, wadhamani, Mungu wadhamani, wewe wadhamani, 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 Yesu Baba wadhamani ni wewe, wewe wadhamani, Baba wadhamani, wadhamani, Mungu wadhamani, wewe wadhamani, Mungu wadhamani, wainua, wainua, Mungu wainua, wewe wainua, Yesu Mungu wainua, 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 Yesu wainua, wainua, wewe wainua, 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 Yesu wainua, Baba wewe wainua, Mungu wainua, 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 Yesu Baba wadhamani, Mungu wadhamani, wewe wadhamani, Baba Mungu wadhamani, wadhamani, wadhamani. Inua mikono yako, mwambie Baba wewe ni wadhamani. Haleluya, Baba wadhamani, 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 Baba twakuabudu Mungu, twakuabudu Yesu, twakuabudu Mungu, twakuabudu, twakuabudu, twakuabudu Yesu, twakuabudu twakuabudu Baba, twakuabudu, twakuabudu Mungu, twakuabudu wewe, twakuabudu Mungu, twakuabudu, wasamehe, wasamehe wewe, wasamehe Yesu, Yesu Mungu wasamehe, wasamehe, wasamehe Baba, Mungu wasamehe, wasamehe Baba, Mungu wasamehe, wainua, wainua Mungu wainua, wewe wainua Mungu wainua, wainua, wainua Yesu Mungu wainua Baba, wewe wainua Mungu wainua, wainua, wainua Baba, wainua Baba, wewe wainua Baba, Mungu wainua, wainua, wainua Baba, Mungu wainua, wewe wainua Baba, Mungu wainua. Unatenda Mungu
unatenda, 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 oh, Mungu unatenda, unatenda, wewe unatenda, tena Mungu unatenda, 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 Mungu unatenda, wewe unatenda, Mungu unatenda, wadhamani, wadhamani, Mungu wewe, Mungu wadhamani, wewe wadhamani, yo, Mungu wadhamani, wadhamani, yo, wadhamani, Mungu wadhamani, wewe wadhamani, Mungu wadhamani, 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 Baba yo, Baba wadhamani ni wewe, hakuna kama wewe Baba, oh wainua, wainua Yesu, wainua wanyonge, walio chini Baba, oh wainua yo, unainua wanyonge Baba, unabadilisha maisha, hakuna kama wewe, oh wainua, wainua Baba yo, twakupenda, twakupenda Yesu, twakupenda, 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 twakupenda Yesu, twakupenda, wewe twakupenda, umetenda, umetenda Yesu, wewe umetenda Bwana, Bwana umetenda maajabu, wewe umetenda, umetenda, oh, umetenda Baba yo, Mungu umetenda, wewe umetenda, Mungu umetenda. Hawa watoto, they were silenced, that ni machokora. Hii ndio uchafu yao, ndio uvundo yao. But when Jesus came, amewabadilisha. They are no longer chokoras. They are sons. They are sons of the Most High. They have been liberated. From those that silence them that they cannot make it. From those that silence them that cannot succeed. Look at the handsome boys you're seeing here. Very bright men who have been silenced for quite long time. That they have been called, they are chokoras. Ni watu hawezi kutaka kwako, lakini kwa Mungu wamekubalika. Hallelujah. Put your hands together. If this cannot set you free, then nothing can set you free. If this cannot change your mind to become human, nobody will change it. If these people cannot make you see how God is good, then I don't see why you need to be even a church. Praise be the name of God. Amen. This is a testimony. A living, they never expected today they are going to be as clean as this. They never expected today they will go and shower. Hawakuwa na expect wataoga. Hawakuwa na expect watakuwa wasafi hivi. But hata mimi sikuwa najua watang'ara hivi. Mungu peke yake alikuwa anajua. Amen. Only God knows your fate. Amen. Only God knows what is going to happen to you. Amen. Only God knows what your tomorrow will become. Amen. Their tomorrow has come. This is today, and they're going to win today. They are going forever to win. May God bless you. Amen. As now you change the direction and the direction of your life.
I know God will guide you. I may not have enough resources to help you, but my God has resources. He will change you. I may not be able to successfully do what you really need, but I know in the name of Jesus, you will succeed. I was like you. I used to smell like you, but today I am a hope. I'm a source of hope to many people. Many thousands of people have gone through my hands and they have succeeded. I know also that you will succeed. Amen. God will help you as you go out. God will help you as you come in. Your stores will be full. Your pockets will be full. Amen. You will be in plenty. You will succeed in every whatever you endeavor to do. Amen. You will win every battle in your life. You will succeed in whatever that you touch your hand. Whatever you place your hand on, God will make you prevail. Amen. Now, I know you don't have a place to sleep. Do you have? Nani amesema no? Ni wewe? You don't have a place to sleep. Where have you been sleeping? Nimeuliza, you don't have a place to sleep. Ulikuwa unalala wapi? Nje. Is that not a place? It is a place, but where do you come from? Kwani niko? Kirinyaga County. Kirinyaga wapi? Unajua nyumbani? Yeah. Kabisa. Wewe, unaitwa nani? Saya Kuria. Saya? Kuria. Cyrus Kuria. Isaia Kuria. Isaia Kuria. Noe kwanyu mushi? Neko? Naikuru. Naikuru ko? Ado etago Igatoni. Wewa Joro. Watu wa Joro? Watu wa Joro? Ni mwehitha? Wewe? Kwa kina mama nilikuwa nasikia ni Nyeri. Kwa kina mama yako? Ni Nyeri. Na sasa? Sasa unasikianga ni wapi kulibadilika? Huko tuko huko hatujaienda huko. Ulizaliwa wapi? Si Kayole. Kayole. Umezaliwa Kayole? Akakufa akazikwa Rangata. Wakazikwa Rangata. Nani na nani? Mama. Na nani mwingine alizikwa? Hakuna. Tulikuwa tu na mama pekee. Na baba yako? Hatumjui. Na ndugu zako? Ndugu zangu mmoja alienda nasikia ako Mombasa. Sister yangu mwingine ako Nakuru. Sasa wewe unalalanga wapi? Nalanga hapa Ngara. Ngara kwa nani? Huko tu kwa zile nini zilijengwa za Kanjo. Za Kanjo? Hapa chini? Na wewe? Niko tu Kisumu. Kwenu ni Kisumu? Wajaluo in the house from Kisumu Dala. Kisumu Dala. Okay. Unaishi wapi? Ngara. Ngara. Ulikujaje Nairobi? Nilikuja huku tu. Na nani? Ulikuja na nani? Na brother wangu. Brother yako anaishi wapi? Alipotea huku. Ako huko mumu? Okay, na wewe? Nakuru. Nakuru wapi? Bahati. Hata wewe ni chokora? Ulikuwa ama sasa bado ni chokora? Nilikuwa lakini nimebadilika. Nakuru wapi? Bahati. Bahati. Unajua nyumbani? Kabisa. Kabisa. Na wewe? Kwetu kulikuwa Kenora lakini tulifukuzwa. Mlifukuzwa na nani? Na niko zangu. Na niko zako. Kwa nini? Alisema mama yangu ni. Lakini sio ulikuwa naishi Rugaruga? Mimi naishi Rugaruga. Ni nyumba ilifungwa. Aha. Mimi naitwa Oliver Ochieng. Oliver Ochieng. Ndio. Kutoka Kisumu. Kisumu Dala. Ndio. Unajua nyumbani? Najua mzuri sana. Kabisa. Ndio. Na wewe? Naitwa Otieno John. Naitwa Otieno John kutoka Uganda. Unaitwa? Otieno John. Otieno John. Kutoka? Kutoka Busia. Busia upande ya Uganda? Yeah. Okay. Hapa unaishi na nani? Hapa naishi peke yangu. Wapi? Naishi Kayole. Kayole. Uko na nyumba? Hapana. Unaishi Kayole kwa nani? Naishi Kayole kwa friend yangu. Na wewe? Haman, naitwa Haman. Naitwa Haman nani? Kiarie. Kiarie. Naishi wapi? Grogon. Grogon. Kwa nyumba yako? Hapa ni nje. Nje. Na wewe? Duncan. Kwani niko? Kitui County. Kitui? Kitui Massive? Andoma Kitui? Andoma Kitui? Sasa hawezi kuchukua mkono juu. Hawezi. Kwa sababu anafikiria namwambia si muende na yeye akalale kwako. Tutawalipia mahali bed and breakfast. Cha hiyo pusi yako na kuaga nayo. Thank you.
hizi sasa chukueni hizi vitu zenu, zishike na mkono, muzitoe mpaka pale kwa murago, alafu murudi. Mtu ashike, chikieni nyote. Mkifika huko museme shida isiwahi rudi kwangu tena. Ubebe tu, upeleke mpaka kwa ile mlango. Wazidikiseni watumishi. Muzidikishe mpaka pale mkinena maneno mkisema. Alafu murudi hapa. Twende kazi. Inua mikono juu. Sema Bwana Yesu, kutoka leo hivyo wanasindikisa shida zao, hivyo shida yangu nayo isindikishwe. Hivyo shida yangu nayo isindikishwe. Iwe my predicament. Iwe my predicaments. What they are carrying out is predicaments. What they are carrying out is predicaments. I also carry my predicament out there. I also carry my predicament. Shall never come back to me. It shall never come back to me. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Open your lips now. Speak about. Fadhili zako Baba ni za milele. Fungua kinywa chako tu. Sema yote matatizo. Ondoka umaskini, ondoka. The mighty name of Jesus. Ondoa umaskini huo. Pigana na umaskini. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba, fadhili zako Baba ni za milele. 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 Fadhili zako Baba yangu Yesu ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Oh Baba, fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba yangu mimi ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba, wema wako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba, fadhili zako Baba yangu Yesu ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Oh Baba, fadhili zako Baba yangu Yesu ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba yangu Yesu ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba, fadhili zako Baba yangu Yesu ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Upendo wako kwangu Baba yangu ni wa milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba, fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Haleluya, hosana kwa Yesu. Haleluya, hosana kwa Yesu. Haleluya, hosana kwa Baba. Haleluya, hosana kwa Oh, haleluya, hosana kabaka. Haleluya, hosana kwa Baba. Haleluya, hosana kabaka. Haleluya, hosana kwa Oh, haleluya, hosana kabaka. Haleluya, hosana kwa Oh, haleluya, hosana kabaka. Haleluya,
Haleluya, tunakuinua Jehova. Haleluya, tunakuinua Jehova. Oh, haleluya, hosana kabaka. Haleluya, hosana kabaka. Oh, haleluya, hosana kabaka. Haleluya, hosana kabaka. Oh, haleluya, hosana kwa Yahweh. Oh, haleluya, hosana kwa Yesu. Oh, haleluya, hosana kwa Yahweh. Haleluya, hosana kwa Yesu. Haleluya, hosana kwa Baba. Haleluya, hosana kwa Baba. Oh, haleluya, hosana kwa Yesu. Haleluya, hosana kwa Yesu. Leta sadaka zako. Bring your tithes. Oh, haleluya, hosana kwa Baba. Oh, haleluya, hosana kwa Baba. Ni wewe Bwana, ni wewe, 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 ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, tunakuinua, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, tunakuabudu, ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, Yesu ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, Yesu ni wewe Bwana, tunakuinua wewe, ni wewe Bwana, tunakuinua wewe, tunakuinua wewe, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, 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 oh, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, Yesu ni wewe Bwana, Yesu ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, Yesu ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, Baba ni wewe Bwana, Yesu ni wewe Bwana, sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana, sisi wana wako tumekusanyika, angalia
angalia Bwana. Kanisa lako limekusanyika, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Tunakuomba tukikuhitaji, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. 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 Yesu angalia Bwana. Angalia Bwana. Yesu angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Yesu angalia Baba. 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 Yesu angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Yesu angalia Baba. 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 Yesu angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Yesu angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Yesu angalia Baba. 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 One more time. One more time. One more time. Lord, I need your time. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your time. Sing one more time. One more time. One more time. Lord, I need one more. One more time. One more time. Lord, I need one more time. One more time. One more time. Lord, I need sing one more time. One more time.
more time. Sing one more time. Sing one more time. One more time. Lord, I need you. Sing one more time. One more time, yo. One more time. Lord, I need you. Sing one more time. One more time. Sing one more time. Lord, I need you. Sing one more time. One more time. One more time. One more time. Lord, I need you. Sing one more time. 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 Lord, I need you. Sing one more time. One more time. One more time. One more time. Lord, I need you. Sing one more time. One more time. Help me sing. One more time. One more time. One more time. Lord, I need you. One more time. 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 Lord, I need you. Sing one more time. 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 Lord, I need you. Ainuliwe, 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 Yesu ainuliwe, 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 Yesu ainuliwe, 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 Yesu ainuliwe, Inua mikono sema ainuliwe,
milele. Roho wa Bwana, pokea sifa 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 milele. Sifa Bwana Yesu, pokea sifa milele. pokea sifa milele. Roho wa Bwana, 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 Roho wa Bwana, pokea sifa milele. 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 Roho wa Bwana, pokea sifa sema Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. sema Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa sema Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Iba Roho Pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa Iba milele. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna
wakufanana na Yesu. Oh, hakuna wakufanana na Yesu. Hakuna wakufanana na Yesu. Oh, hakuna wakufanana na Yesu. Hakuna wakufanana na Yesu. Wewe waweza, waweza Baba, hakuna wewe waweza Baba, waweza Baba, tunakuinua Yesu, tunakuinua Baba, Yesu, tunakuinua Yesu, hakuna wakufanana na Yesu. 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 Wewe waweza Baba, waweza, 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 hakuna wakufanana na Yesu. Wewe waweza Yesu, waweza, waweza, hakuna wakufanana na Yesu. Tunakuinua Yesu, tunakuinua, tunakuinua, hakuna wakufanana na Yesu. Tunakuinua Yesu, tunakuinua, tunakuinua, hakuna wakufanana na Yesu. Tunakuinua Yesu, tunakuinua, tunakuinua, hakuna wakufanana na Yes. Inua tu mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu Aliye hai. aliye hai. Nainua mikono yangu. Nainua mikono yangu Nikitazama milimani. nikitazama milimani. Nauliza uwezo wangu, msaada wangu utatoka wapi? Ni kwako tu utatoka. Asanti kwa kunibadilishia maisha. Kutoka leo sitanyamaza tena. Sitanyamaza tena. Nitapasa sauti kadri ya uwezo ambao umenipatia. Nyinyi ambao mlikuwa mmeniinukia, nyinyi ambao mmeinua madhabahu juu ya maisha yangu, madhabahu ya shetani, madhabahu ya Freemason, madhabahu ya Illuminati, madhabahu ya waganga na madhabahu ya wachawi, kutoka leo madhabahu yenu nimeibomoa, nimeisambaratisha, nimeiteketeza, nimeiangamiza katika jina la Yesu Kristo.
Open your lips and start commanding your destiny. Command your destiny now. Receive the destiny. They had stolen your destiny. Walikuwa wameiba hatima yako. Ndio hiyo imeregeshwa sasa. Inua mikono yako tu, utasikia kuna kitu kinapita. Kuna uwezo, kuna mamlaka ya Mungu inashuka katika maisha yako. Chochote ambacho walikuwa wamekiiba, kama ni kazi yako iliyokuwa imeibiwa, biashara yako ambayo ilikuwa imechukuliwa, hatima yako iliyokuwa imeibiwa, inaregeshwa sasa. Inaregeshwa. There is a power, kuna anointing imeshuka, kuna uwezo mkubwa, hatima zimeanza kuregeshwa, vifunguo zimefunguliwa, destiny za watu zinafunguliwa. Ndio hiyo imefunguliwa sasa, ndio hiyo imefunguliwa now. Receive. Pokea hatima zako, pokea mapawa yako, biashara yako imerudi, hatima yako imerudi, huduma yako imerudi, ndoa yako imerudi. Ndio hiyo imerudi. Wanafunguliwa. Wanafunguliwa. Kifunguo cha ndoa yako ndio hicho kimeachiliwa. Kifunguo cha kazi yako ndio hiyo imeachiliwa sasa. Ndio hiyo imeachiliwa, kazi yako ndio hiyo. Huduma yako ndio hiyo. Huduma ndio hiyo. Pokea huduma. Pokea kazi. Mashetani iliyekuwa imeshika huduma yako imeloose. Wachawi, mama yako ambaye alikuwa mchawi, baba yako ambaye alikuwa mchawi, bibi yako aliyekuwa mchawi, wamekuacha sasa. You are being set free. Unaachiliwa. Moja, unasema Yesu. Unasema damu ya Yesu. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ndio hiyo imetiririka. Damu ya Yesu. Damu inaosha watu. Damu inafungua. Damu inaosha. Inafungua. Familia yenu iko huru. Kazi yako iko huru. Huduma yako iko huru. Umefunguliwa. Shangilia. Thank you, Lord. Thank you for hearing the prayers of your servants. Kuna watu watatu wameteuliwa hapa. Mungu amewapokeza neema fulani, neema ya kiajabu, kibali ambacho ni cha kiajabu. Ndio hiyo inateremka sasa. Ndio hiyo inateremka. Ndio hiyo imeshika. Ninaona malaika, the 7 archangels washateremka. Wameingia kwa waganga waliokuwa wamewafunga, wamekata hizo minyororo. Wameingia kwa wale ambao walikuwa na wakusilence biashara yako, wamekatwa. You have been disconnected. You are disconnected from the powers of evil. I can see Jesus Christ himself. I can see Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy power. Holy Spirit. Take now over. Holy Spirit. Ndio ameshuka. Ndio ameshika. Amechukua ushukani sasa. Amechukua ushukani.
Your life will never be the same again. Your life will never be the same again. Your life has now changed. You are never. Oh yes. It is cancelled. They had written you off. They have started. God has started you again. Take it. Every covenant and every negative word spoken against you has been cancelled. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. You have tried many things, they are not working, but this one has started to work. Receive it. Yes. Tuliza. Baba, katika jina la Yesu Kristo. You only we believe in. You only, you are the source of our life. You are the source of our energy. You are the source of the anointing upon us. We lift up our hands and give thanks to you. We give thanks to you, Father. We give thanks to you, God, because you are holy. You are the King of kings. You are the Lord of lords. Jehovah, you are the only master. You are the master. You have outmatched everybody to remain the king. No power, no weapon. Nothing can be equated to you because you are the only one. That is why we worship you. We never worship you because of what you've given us. We just worship you because you are God. There is nothing that we can compare you with. There is nothing we can compare you with, Father. We glorify. We adore you. God, you are holy. You are the most holy. You are righteous. You are the Father. In Jesus' name we do pray. Amen. Vijana, njoni hapa. Njoni hapa, the boys. Wewe ulisema unaishi wapi? Ha? Wapi? Mwea. Unaishi wapi saa hii? Ngara. Yeah? Girogoni, simama pale. Unaweza lala polisi ndani leo? Tukutafutie mahali pa kulala. Eh? Eh? Una mahali pa kulala badala tukutafutie polisi. Una mahali unaweza lala kwa nyumba? Na wewe? Enda pale. Na wewe? Enda pale. Na wewe? Uko nayo? Wapi? Nje. Nataka nikutafutie mahali unaweza lala kwa polisi, kesho nitakuona. Sawa? Sawa? Songa pale. Na wewe?
Na wewe? Na wewe? Yeah? Na wewe? Eh? Soko hii kuna kitanda huko? Huko kuna kitanda? Eh? Na wewe? Songa. Na wewe? Mudhurwa? Kuna nyumba hapo? Ndio kuna nyumba? Eh? Chini ya kipanda. Na wewe? Uhuru Park. Na wewe? Equity ndani? Tupatie pesa baba. Ya kama Equity daily. Si hapa chini kuna kuanga ile nyumba wanakoboaga 50 bob. Ni 100 ama ni 50? Uko Mudhurwa? Yeah? Ningekomba. Unalipa, unalala siku yote. Si hapa Mudhurwa hapa kunayo. Si kunayo? Unajua iko wapi? Yeah? Ha? Hapana, Mudhurwa kunayo. Ni kwa hoteli. Sawa. Kwa hivyo mnajua Gikomba. Yeah? Hapana, kuna mahali watu wanakomboa 50 bob. Nishaikombolea watu wengi hapa Mudhurwa. Ningekomba. Basi. Sasa mtafanya hivi, mtatafutiwa huko. Kesho mtakuja hapa. Ndio tu organize kitu ya kwanza tutafanya. Nitawatafutia watu. Wewe ulisema kwenu ni wapi? Ni Limuru. Tutafika mpaka kwenu Limuru. Ndio tuambie mzazi wako tuko na wewe. Are you ready for that? 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 Na wewe? Na wewe? Aise, na wewe? Yes? Yeah? Are you ready? Okay. So nitatafuta mahali pale mtalala. Kesho asubuhi mkuje hapa. Tutakunywa chai pamoja, kisha tutapanga hiyo mikakati ingine. Ndio hata tubadilisha ile kazi mtakuwa mkifanya. Ni vizuri mmepiga makofi. Nilepekeeni pesa hapa. Tulipe hii nyumba. Wekeleeni pesa hapa. Tulisema tutakuwa tukirescue mtu, leo wamekuwa wengi. Wekelea hapa ni chakula yao na fare yao utakaotumia kwenda kwa village. Kwenda tatuma watu kila watu kwa village. Wekelea hapa chini. Na hilo nawekelea uangalie kama inatosha fare ya kwenda kwenu. Wekeleeni hapa pesa. Amuleti pesa? Na kuna muujiza mwingine moja imebaki. Nataka kuachilia. Wekeleeni pesa. Igerera ibesha haha. Sicheki na nyinyi. Wekeleeni pesa hapa. Mwagi leta pesa. Lewis, wekelea pesa hapa. Na kesho uende boarding. Na ushide na ufaulu. Ukuje na A. Umesikia? Wekelea na pesa nono kama nyinyi. Buju, ni kurukaruka na rukaruka, wekelea pesa hapa. Najua Buju anajua ni wenzake. Badi hakuna pesa mnalete? Na si change, mnaenda kutafuta change? Nani amesema hapa kuna change? Kuna mtu mwingine amebaki? Kuna mwingine amebaki? Moroti. Wekelea tu. Kaini yako kurathima mwali witu. Thina ni urathirire.
Lete, weka hapa. Pigia huyu kijana makofi. Hesabu hii pesa. Ako wapi huyo dada mwingine? Mwalimu, kuja. Mwalimu ni omeka wa mathafu na ihenya. Hapa. Murathi wikira haria niki? Sabia hapa. Na muharakishe. Thank you. God bless you. We must change their lives. We must transform them. Hawa watapaki siku moja gari kwenye ile church tunaenda. Watapaki hapo nje. Watakupatia lift hawa. Sema amen. Watakupatia lift hawa. Sema amen. Hawa watakupatia lift. Sema amen. Kwa hivyo utaendelea kutembea mguu. Ngapi? 4710. Mjue mahali watalala. Na kesho muwalete hapa. Na chai wanunulie na chakula. Sawa? Mfanye kazi na huyu. Ndugu. No. Hiyo kazi nimewapatia. Kumaki sure mpaka mahali watafanya kazi, ile kazi watafanya. Hiyo ni kazi yenu nimewapatia. Na muendee hao wengine. Nguo mmepata? Ni pesa ngapi? 15,300. Ndio alane hiyo. Si nimesema muongee na Amboyo awapatie pesa muende. Wakwambia nini? Unaweza kuwa nazo? Waeke. Enda malizani. 15? Sawa. And then sasa. And then hamuamini? Hamutalala kwa mabati leo? Amen. And now may the grace alafu amen. Then hizi ni vitabu manuals za kusoma. Jane yako wapi? Jane